Yesu asifiwe sana. Nimerudi tena siku ya leo na nina ujumbe mahususi. Nimemaliza zile series ama mpangilio wa masomo yetu ambayo nilikuwa naongelea juu ya chakula cha kichawi au uchawi kwa kupitia chakula. Lakini leo ninakuja na pacha ya hilo somo. Kuna vitu viwili vikubwa ambavyo shetani anavitumia kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu na kwa ajili ya kuharibu nyota na hata hatima za watu. Moja ni chakula, hiyo tumeshaiongelea sana. Lakini ya pili ni wanaita ngono za maelekezo. Ngono za maelekezo. Umenisikia sahihi kabisa. Kuna uchawi ambao unaambatana na ngono za maelekezo. Na ajabu ni kwamba ule mstari au ile mistari nilikuwa naitumia kufundisha juu ya uchawi wa chakula ama chakula cha kichawi, hapo utakuta mambo ya ngono ama uzinzi kwenye the same, kwenye mistari ile ile. Kwa mfano nitakupa mstari mmoja hapa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 14. Yohana sura ya 2 na mstari wa 14, maandiko yanasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, wale chakula lakini na kuzini. Inamaanisha kwamba kile kitu ambacho chakula cha kichawi kinaweza kufanya, hali kadhalika ngono za maelekezo zinaweza kufanya. Ili andiko linasema kwamba kuna watu ambao wanashika mafundisho ya Balaamu. Kwa hiyo ni vizuri kumjua Balaamu ni nani. Balaamu alikuwa ni nabii wa kichawi aliyekuwa amekodiwa na Balaki kwa ajili ya kuwalaani wana wa Israeli. Kwa nini Balaki aliwalaani wana wa Israeli? Kwa sababu alisikia taarifa za wana wa Israeli kipindi wanatoka Misri, ya kwamba kila taifa walilolifikiria walilipiga na kuliharibu. Kwa hiyo aliingiwa na hofu, akajua kwamba hawa watu wanaokuja kwangu wana nguvu kubwa na wana nyota kubwa ya ajabu. Na akawa amejaribu kuwalaani kwa kupitia Balaamu, lakini ashukuriwe Mungu, maana Mungu aliingilia kati akazuia ile laana. Najua kuna uchawi wa maneno, matamko tu. Kuna wachawi wengine ambao hawahitaji hata kutumia unga wala nini, wanatamka tu maneno, wanataja tu jina lako, afu wakitamka umeisha. Sampuli hii ya wachawi ama daraja hili la wachawi, mmoja wapo alikuwa anaitwa Balaamu. Sasa Balaamu alipojaribu kutumia uchawi wa maneno, alikutana na upinzani, maana Mungu aliingilia kati. Lakini hapa wanawafundisha watu na waambia kwamba kama sio Mungu angekuingilia kati, manake Balaamu alikuwa na uwezo kabisa wa kuwalaani wana wa Israeli. Kwa hiyo usije tukakalili maandiko ya kusema hakuna uchawi wala hakuna uganga katika Israeli. Usiseme hivyo. Kuna watu wanatamka hayo maandiko na bado wanalogwa na bado vitu vyao vinaharibiwa. Lazima uende ndani zaidi hapo, ufanye maombi zaidi ya hapo ambayo yatasababisha Mungu aingilie kati, na kama niwe uchawi au zuie. Hebu tuachane na hiyo, tuje kwenye pointi yetu sasa. Kwenye pointi yetu ni kwamba baada ya Balaamu kushindwa kuwalaani kwa maneno, alianza kumfundisha Balaki na watu wa Balaki namna ya kupunguza zile nguvu za wana Israeli ama upako waliokuwa nao, kwa kuwaalika kula chakula kilichotolewa sadaka kwa miungu yao. Lakini sio hivyo tu, na kuzini. Yaani walikuwa wanapewa wanawake wale wa Kimoabu, na walipokuwa wakizini nao, nguvu za wana wa Israeli zilikuwa zinapungua, nguvu za kiroho. Sasa nataka nikwambie kitu, wewe unayenisikiliza ambao umepata hii clip, unisikilize vizuri sana. Unapozini na mtu yoyote, unafanya biashara. Yaani uzinzi ni kama biashara. Maana yake unauza vitu ulivyo navyo kwa huyo mtu na unanunua vitu ambavyo yule mtu anavyo. Kwa hiyo unapozini na mtu ambaye kwao ni wachawi,
kwao wana magonjwa na wana roho za mauti, kwao wana roho za umaskini, ama kwao huwa hawaolewi. Kwa kifupi, matatizo yoyote yale, maana yake unanunua yale matatizo na kuyaingiza kwenye maisha yako. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumwangusha mtu kwa haraka sana kama ngono za maelekezo. Kwenye zile clip zitakazofuata nitakuelezea kwa undani naposema ngono za maelekezo na maanisha nini. Lakini hii ni mbinu ambayo tunaona kwamba wachawi wanaitumia kwenye Biblia. Mchawi akijaribu kukupata wewe mtu wa Mungu na akashindwa, atakutumia mwanamke ama atakutumia mwanaume kama wewe ni mtu wa Mungu lakini ni mwanamke. Tuna mifano mingi kwenye Biblia, lakini nikifanya tu mfano mmoja ni habari ya Samsoni. Samsoni alikuwa kwenye Biblia ni jeshi la mtu mmoja. Yaani mtu mmoja aliweza kuwapiga Wafilisti na akawaweka down, akawashinda kabisa. Wafilisti walitumia nini? Walimtuma mwanamke. Na yule mwanamke alikuwa na nguvu ya ushawishi, maneno yake yalikuwa ni ya kichawi. Na huyu jamaa aliendelea kulala naye, matokeo yake ni nini kitokea? Alikamatwa. Kwa Wafilisti walishindwa mara zote kumkamata Samsoni, lakini kupitia uchawi wa ngono za maelekezo waliweza kumkamata Samsoni. Unajua walifanya nini? Walitoboa macho, lakini baadaye wakafanya nini? Samsoni alirudi chini akaanza kusaga ngano. Kutoka kwa mwamuzi, mtu mwenye nguvu, jeshi la mtu mmoja, mpaka unashuka chini kwenye usagaji wa ngano. Hii inaonyesha kwamba ngono za maelekezo zina nguvu ya kuchukua kila kitu ulicho nacho ndani yako, kila kitu, na ukabaki empty, ukabaki huna chochote. Ndio maana tendo la ndoa haliruhusi kufanyika mahali popote tofauti na kwenye kifuniko cha Mungu. Kifuniko cha Mungu maana yake ni madhabahu. Lazima ndoa iwe imebarikiwa madhabahuni ndio hilo tendo likafanyike. Vinginevyo unapofanya hilo tendo unafungua milango mikubwa sana ya mashambulizi ya kipepo. Watu wengi wanafikiri kwamba ngono inaambukiza tu magonjwa ya kuambukizwa. Kwa mfano, kuna magonjwa ya ngono ya uzinaa. Magonjwa ya zinaa yanaitwa STD, sexual transmitted diseases. Lakini hiyo D ya mwisho inaweza kuhusika tena kama demons. Unaweza kusema sexual transmitted demons, kwamba kuna mapepo ambayo yanasafiri ama yanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kupitia uzinzi peke yake. Kwa kumalizia kwa hii clip ya kwanza, nataka nikwambie kwamba kuna watu wengi walikuwa ni watu wakubwa, walikuwa na hatima kubwa, na wameonekana wana nyota, wamepimwa kwenye ulimwengu wa roho, lakini wakaonekana ni waombaji, ni watu wanampenda Mungu, wanamtafuta Mungu. Kilichofanyika kwao ni nini? Shetani aliwatumia wanaume ambao walifanya nao ngono kwa njia ya maelekezo. Yaani mtu anafanya na wewe ngono, lakini kuna maneno anatamka. Anafanya na wewe ngono alafu ana kitambaa cha siri, anachukua vitu kutoka kwako kupitia hicho kitambaa. Alafu baada ya kufanya hivyo anakuibia kila kitu. Angalia, kuna watu walikuwa na hatima nzuri sana kwenye maisha yao, lakini tangu walipokutana na wanaume fulani maisha yao yameharibika, hawana mbele wala hawana nyuma tena. Mpaka wengine wanajuta, wanasema kwa nini niliolewa na yule mwanaume? Au kwa nini yule mwanaume alizaa na mimi? Au kwa nini yule mwanaume alikuwa mpenzi wangu? Wewe ambaye umepoteza kibali leo, wewe ambaye unafanya kazi na una matokeo leo, wewe ambaye maisha yako yamekuwa magumu, naomba ufikirie kwa dakika chache sasa hivi. Utagundua kuna mtu ulifanya naye mapenzi. Kuna kipindi ulikuwa unakwenda vizuri, lakini ukakutana na mwanaume fulani, ukakutana na mwanamke fulani. Tangu ulipolala yule mwanamke, maisha yako hayajabaki kwa jinsi yalivyokuwa tena. Tangu ulipolala yule mwanaume, maisha yako hayajabaki tangu yalivyokuwa tena. Kila kitu chako kimevurugika, kwa sababu kuna kitu kinaitwa ngono za maelekezo. Kwa maana Balaam sasa alitumia hii mbinu kwenye Biblia. Kilichotokea kwa wana wa Israeli ni nini?
watu milioni zaidi ya 21 walikufa kwenye uwanda wa Moabu. Na nini kiliwaua? Ngono za maelekezo. Kwa mfano, kuna siku moja, kwa sababu ya uzinzi waliokuwa wanafanya kwenye nyumba kwenye lile eneo la nani walipokuwa wamelala kwenye kambi yao, waliuawa watu 14,000 kwa tauni. Mpaka akaja Finehasi akachoma mkuki, akakuta wanaume wanafanya mapenzi, mwanaume yuko juu, mwanamke yuko chini. Finehasi akachoma mkuki, akachoma watu wawili, akawaua. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 25 kasome hiyo story iko mahali pale. Na hasira ya Mungu ikanyamaza, lakini kwa ameshakufa watu wangapi? 14,000. Kwa hiyo uchawi wa ngono sio tu kwamba unachukua mali zako, lakini pia kuna vitu nitakwambia uchawi wa ngono unavyofanya, vitu vinavyofanyika, lakini nataka nikwambie una uwezo wa kuua vitu. Kwa wewe unanisikiliza, uliyepata nafasi hii, fuatilia hizi clip zangu kwenye social media. Kama ulivyoipata hii clip, endelea kufuatilia, ni follow, fuatilia. Nitakwenda kukufungua na kukuombea kuvunja hizo nguvu, alafu utakwenda kuinuka kwa kiwango cha juu sana kwenye maisha yako. So Mungu amenituma kukomesha utendaji kazi wa shetani duniani, na mimi Mungu amenifunulia namna gani shetani anaoperate duniani. Moja, kupitia chakula, lakini pili, kupitia ngono za maelekezo. Stay tuned, ninakuja, tutaendelea.